Baada ya kudadisi watu zaidi ya 500 matajiri, Napoleon Hill alikuja na conclusion moja, uthibitisho kwamba kujenga utajiri na mali kunafuata hatua, kuna misingi na hatua ambazo mtu yoyote akizifuata anaweza kujenga utajiri na mali. Na miongoni mwa matajiri ambao Napoleon Hill aliwahoji katika ujenzi wa kitabu hiki, ni mojawapo ni Henry Ford, yule mwenye magari ya Ford ambayo tunayajua hivi sasa, alikuwa ni tajiri mkubwa. Lakini mwingine ni Rockefeller, nadhani wengi wanaweza wakawa wanamtambua, ni Elon Musk wa miaka hiyo 1920-30. Ni mtu ambaye alikuwa na miliki, tunasema alikuwa na utajiri mkubwa ambao ulitokana na biashara ya mafuta. Hakuuza mafuta, alimiliki tunasema system nzima ya uuzaji wa mafuta duniani. Alimiliki kuanzia katika production, lakini vile vile katika supply na katika sales. Alimiliki mfumo mzima wa mafuta. Sasa leo nataka turejelee kitabu hiki cha Think and Grow Rich. Tutazame ni nini ambacho Napoleon Hill alikigundua baada ya kuhoji matajiri zaidi ya 500. Tutazame Napoleon Hill anatufunza nini kupitia uzoefu wa matajiri hawa ambao wengine tumeweza kuwafahamu. Na tumerudishwa nyuma. Karibu sana. By the way, mimi naitwa Mfaume Hassan na hii ni Siri za Vitabu. Kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, basi usisahau kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Siri za Vitabu, uweze kuwa wa kwanza kujuzwa. Bonyeza pia bell notification ili uwe wa kwanza kujuzwa pale ambapo tuta-upload video za namna hii. Na tumerudishwa nyuma kwa sababu channel yetu ya muda mrefu sana ilifutwa, ya Siri za Vitabu, ilikutana na majanga mwaka jana na tumeamua kurudi upya. Kwa hiyo vitabu vile vile ambavyo tulivifanyia uchambuzi, basi tunarudi na uchambuzi mpya kwa sababu hatuwezi tukari-upload video ambazo tulifanya uchambuzi nyuma. Kwa hiyo leo nataka tutazame hatua zipi hizi 13 ambazo Napoleon Hill anatujuza. Anasema ni conclusion ambayo aliijenga baada ya kuhoji watu hawa, sema matajiri hawa zaidi ya 500. Na kama nilivyotangulia kusema ni kwamba Napoleon Hill alikuja na conclusion au alikuja na findings kwamba mafanikio hujengwa kwa mfumo maalum. Na akatoka katika huu mfumo akauweka katika hatua 13. Tukianza moja kwa moja, hatua ya kwanza ambayo Napoleon Hill anaizungumza katika kitabu hiki si nyingine bali ni desire, kuwa na tamaa ya mafanikio. Na Napoleon Hill anasema burning desire ndio tunasema, au tamaa ikiwa ni kali humsababisha mtu anaweza akafanya mambo makubwa zaidi, lakini tamaa isipokuwa kali basi mtu huyu hawezi akafanya mambo makubwa. Na hii tunaweza tukawa na mifano katika maisha ya kawaida. Wengi hulitambua hili kwamba ukiwa na ndugu yako anahitaji maisha ya kawaida, kwa mtu ambaye ameridhika na maisha hakuna shida, furaha yake itabakia pale pale, ameridhika na maisha yake, hana tamaa ya mambo makubwa kupitiliza. Watu hawa sio shida, wanaishi na maisha yao kwa sababu ndio purpose ambayo wametumiwa katika wameletewa hapa duniani, na ukiishi katika purpose yako utakuwa na furaha. Kwa hiyo wale sio kwamba wana shida, hapana, hawana hizo desire, hawana hiyo tamaa ya mambo makubwa. Sasa hapa tunawazungumzia wale wenye tamaa kali zaidi. Kwa hiyo Napoleon Hill anasema tamaa inapokuwa kali zaidi, burning desire inapokuwa inachoma zaidi, ndipo ambapo mtu anaweza akajiletea mafanikio zaidi katika maisha yake. Na tunasema just like tunasema without desire there is no fire. Pasipo na hamu au tamaa ya mafanikio hakuna pasipokuwa na ule hapatokuwa na moto. Without desire there is no fire. Pasipokuwa na tamaa ile kali hakuna moto utatokea. Kama ambavyo small amount of heat, moto ukiwa na hauna zile centigrade news zile zikiwa ni chache, manake huo moto hauwezi. Kuna moto tunapotaka kuyayusha chuma, kuna moto wa kiwango chake. Tunapotaka kuunguza ukuni, kuna moto wa kiwango chake. Kwa hiyo kama ilivyo hivyo. Lakini vile vile tunasema Napoleon Hill anasema kwamba tofauti ambayo watu wengi walionayo ni matamanio. Wale wanaofanikiwa na wanafanya mambo makubwa zaidi ni wale ambao wako obsessed na yale mafanikio, wako obsessed na mafanikio. Lakini vile vile katika desire, Napoleon Hill anatudirect na anasema kwamba zipo hatua za muhimu za kutengeneza desire yako. Kama una desire, zipo hatua muhimu za
kusema kuirealize, na anapendekeza andika hata peji moja au mbili kwamba ninataka kiwango fulani, ninataka mafanikio fulani, na haya mafanikio yape timeline kwamba mafanikio haya ninahitaji ndani ya miaka 5 au ndani ya miaka 10. Lakini vile vile andika au jitamkie kitu ambacho uko tayari kukitoa ili uweze kupata yale mafanikio, kwa sababu Napoleon Hill anatuambia hakuna kitu cha free. Kwa hiyo ninataka kiwango fulani kwa miaka fulani, na nipo tayari kujitoa sadaka katika namna fulani. Nitaweka jitihada, nitaamka asubuhi, nitafanya hiki na kile. Kwa hiyo unajiwekea, au tunasema unajiwekea kitu ambacho uko tayari kukitoa. Lakini vile vile Napoleon Hill anapendekeza tumia lugha ya uthibitisho katika kulifanya hilo, as if tayari umeshakipata, as if tengeneza picha as if tayari umeshakipata. Tutakuja kuona hatua nyingine huko mbele ambayo anaizungumzia imagination. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kumsaidia mtu kuweza kuthink na kugrow rich kutoka kwa experience ya watu waliofanikiwa zaidi ya 500 miaka hiyo. Hatua ya pili, Napoleon Hill anazungumzia imani au tunaita faith, na katika imani Napoleon Hill anasema ni chanzo kikubwa kabisa cha mafanikio. Na Napoleon Hill anasema imani sio tu kule kwamba tunaitumia kidini, yani imani haitumiki. Unaona hata kwenye dini mtu ambaye mwenye imani kubwa huwa mambo mengi yanamtokea, mwenye imani kubwa. Na tunaambiwa kabisa kwenye dini usipokuwa na imani jambo halitokei. Ndio maana ukiwa kule msikitini, kanisani, unaambiwa sema umekipata, sema hiki na kile, sema hiki na kile, unatengenezwa imani. Anasema imani inakuwa tunasema ni kama uhakika wa ndani kwamba unachotaka kinawezekana. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu. Unajiwekea uhakika wa ndani kwamba unachokitaka kinawezekana. Lakini vile vile imani hujenga kwa kujizungumzia au tunaita auto suggestion. Tutakuja kuona ni hatua nyingine ya kujitamkia maneno mazuri. Yale maneno ya siwezi, mimi ni masikini, mimi hiki na kile, usijitamkie maneno mabaya. Jitamkie maneno mazuri ili uweze kujenga imani yako. Lakini vile vile miongoni mwa vitu ambavyo Napoleon Hill katika hatua hii anavizungumzia ni kwamba akili haitoi matokeo ambayo haikubali. Yani tunasema hatuwezi tukapata matokeo ya vitu ambavyo ndani kwetu hatuvikubali. Hatuwezi tukapata matokeo ya vitu ambavyo ndani kwetu hatuvikubali. Kwa hiyo you become what you are, you become what you consume. Kwa hiyo lazima tupawe na maridhiano ndani kwetu kabla vile vitu havijatoka nje. Lakini vile vile bila imani tamaa pia inakufa. Kama hauamini kwamba kitu fulani utakipata, basi tamaa inakufa. Kwa ile hatua ya kwanza kule hatuwezi realize. Lakini vile vile imani hujengwa kwa kurudia maneno ambayo ni sahihi. Kwa hiyo mimi ni mtu wa namna fulani, mimi ninaweza hiki na kile, mimi hiki na kile ninakiweza. Kwa hiyo unavyojitamkia unajijengea imani na tamaa ya mafanikio, na hatua nyingine zinazofuata zinakuwa ni nyepesi zaidi. Hiyo ni hatua ya pili ambayo Napoleon Hill anasema inatusaidia kuthink na kugrow rich. Ya kwanza tumesema ni desire, ya pili tumesema ni faith, imani. Ya kwanza ni tamaa, ya pili ni imani. Tukienda moja kwa moja katika hatua ya tatu, Napoleon Hill anazungumzia kitu tunakiita auto suggestion, kujitamkia maneno mazuri, kujisemea maneno mazuri. Kwa hiyo baada ya kuona hatua ya kwanza desire, na hatua ya pili tukaona ni imani, hatua ya tatu ni kujitamkia maneno mazuri. Watu waliofanikiwa hufanikiwa au hujenga himaya zao kwa sababu ni watu ambao wanajiamini katika yale wanayoyafanya, na wanajitamkia maneno mazuri, na wanajiweka mbali na maneno mabaya. Na Napoleon Hill anasema auto suggestion au kujitamkia ndio engine ya kuprogram akili, ndio engine ya kuprogram akili zetu ziwe katika namna sahihi, ziwe katika pattern ya thinking sahihi, zitengeneze mawazo sahihi, ziwe zinatawalwa na mawazo ambayo ni sahihi. Na Napoleon Hill anasema unachokirudia mara nyingi, kizuri au kibaya, kinakuwa imani yako baadaye, na ndio kitu ambacho baadaye kitatokea katika maisha yako. Tumeona kwenye dini kule huwa tunafundishwa kujitamkia maneno mazuri. Kwa Napoleon Hill pia anasema tujitamkie maneno mazuri, kwa sababu unachokirudia, unachojitamkia mara nyingi huingia katika subconscious
subconscious mind yako, na mwisho wa siku huwa ndio imani yako, hutengeneza imani, na imani inakutengenezea hisia, na hisia zinakusababisha unatenda, na kutenda unapata matokeo, au usipotenda pia unapata matokeo. Kwa hiyo imani, au tunasema kujitamkia maneno mazuri, ni miongoni mwa hatua muhimu kabisa ambayo Napoleon Hill anasema inatusaidia kuweza kuthink na kugrow rich. Lakini vile vile Napoleon Hill anasema katika hii kuzungumzia auto suggestion ni kwamba kila unapoandika, kwa mfano kule tumesema andika malengo yako, sema unataka nini kwa wakati gani na upo tayari kufanya nini au kujitoa sadaka katika kitu gani ili uweze kupata kile kitu. Kwa hiyo hapa tunaambiwa katika auto suggestion, jitamkie, tamka, soma yale maneno asubuhi na jioni. Kama sio kusoma, basi muda wote asubuhi na jioni hakikisha unakumbuka ndoto zako, unakumbuka unapotakiwa kuendelea, unafanya meditation kwa muda mfupi. Mimi ni nani, naelekea wapi, ninataka nini kwa muda gani, na nilikuwa tayari kutoa nini na nini. Yani nilishakuwa tayari labda kuamka asubuhi, nilikuwa tayari kufanya hiki na kile. Hiyo ni sacrifice. Hamna kitu, there is no hakuna kitu kwamba something for nothing. Something for nothing, hicho kitu hakipo. Kwa hiyo ni muhimu kabisa kusoma yale malengo yako asubuhi na jioni. Asubuhi unapoamka, kabla hujaingia katika shughuli zako, jikumbushe kuhusu ndoto, na jioni unapolala jikumbushe kuhusu ndoto. Na Napoleon Hill anasema maneno yana athari kubwa sana katika hisia. Maneno hupelekea hisia, na hizi hisia zinaathiri vitendo, na vitendo hubadilisha matokeo. Kwa hiyo hatua ya 3 hii ya auto suggestion ni hatua ya muhimu kabisa. Lakini vile vile hatua ya 4, katika kitabu hiki, au tunasema stage number 4 ya kusaidia kuweza kuthink na kugrow rich, Napoleon Hill anaita ni specialized knowledge. Specialized knowledge ni utaalamu katika eneo fulani. Kwa kile ambacho umesema ninakitaka, ni lazima uwe mtaalam. Kama unahitaji fedha, kama unahitaji tunasema utajiri, kwa sisi ambao tunahitaji utajiri, mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao nipo katika implementation ya hizi hatua. Kwa kama unahitaji fedha, unahitaji utajiri, basi ni muhimu kuwa na specialized knowledge, kuwa na utaalamu katika kitu husika. Sasa huu utaalamu unajijengea, na Napoleon Hill anakumbusha kwamba unaweza ukawa ni wewe mtaalamu au ukaungana na wataalamu. Kwa hiyo haimaanishi kwamba ni lazima uwe umesoma. Inamaanisha kwamba kama haujasoma, ni lazima uwe na wataalamu ambao wamesoma, ni wataalamu, wana taaluma katika eneo husika. Hii itakusaidia kufasten, kuharakisha mchakato wako wa kubadilisha ideas into reality. Ufalme, na Napoleon Hill hapa anasisitiza kwamba ufalme wa pesa haujengwi kwa maarifa ya jumla. Haujengwi kwa mtu kuwa tu na ile degree yako. Degree yako haitoshi. Nimesoma degree lakini nataka fedha, inabidi nijifunze kuhusu fedha. Nataka kuwekeza, inabidi nijifunze kuhusu uwekezaji. Kwa hiyo ni utaalamu. Kwa hiyo tunasema ufalme wa pesa au ngome ile haijengwi kwa kuwa na maarifa ya jumla, bali maarifa maalum kwenye eneo unalolijenga. Kwa hiyo ni lazima uwe na maarifa maalum katika eneo ambalo unalijenga. Kama ni biashara, inabidi ujue kuhusu biashara, ujue kuhusu mifumo ya biashara, ujue kuhusu kodi, ujue kuhusu human capital management, ujue kuhusu vitu kibao vinavyorelate na biashara. Kwa hiyo ni lazima uwe na uelewa mpana kabisa kuhusu biashara. Usijaribu kujua kila kitu, usitake kuwa na maarifa ya general. Jua kile ambacho kinaendana direct na lile tusema na ngome ambayo unaijenga, lakini vile vile kile ambacho kinaongeza thamani kwenye biashara yako, kinaongeza thamani kwenye utaalamu wako, kwenye utendaji wako, kwenye utafutaji wako wa mali. Lakini vile vile pia kumbuka kujenga timu ya watu wenye ujuzi sahihi katika lile ambalo unalijenga, katika himaya ambao unaijenga. Kwa hiyo kama lengo lenu ni kutengeneza empire au ngome kubwa ya mali ya uwekezaji, basi ni lazima uwe na wataalamu ambao wanaweza wakakusaidia katika kulifanikisha hilo. Na hawa wataalamu inaweza ikawa watu wa aina mbili. Unaweza ukachukua kama partners, au ukawa tayari ulishafanya biashara zako mwanzoni, wale ukawachukua kama wataalamu ambao unawalipa. Kwa hiyo hilo ni jambo la 4 au hatua ya 4 ya kukusaidia kuweza kuthink na kugrow rich. Specialized knowledge, maarifa specific katika eneo husika. Hauwezi ukajenga utajiri kama hauelewi kuhusu utajiri. Hauwezi ukajenga ukawa mwekezaji mkubwa ukafanikiwa katika uwekezaji kama hausomi kuhusu uwekezaji, hausomi kuhusu fedha, hausomi kuhusu kuweka akiba, hausomi kuhusu
zipo kanuni mbalimbali. Kwa hiyo hilo ni jambo la 4. Jambo la 5, Napoleon Hill anazungumzia kitu tunakiita hatua ya 5 ni imagination, ubunifu, kuwa na ubunifu. Kwa hiyo kama tunahitaji kuthink na kugrow rich, ni lazima tuweze kuwa wabunifu, na ubunifu ni fakati ambayo ipo katika ubongo wetu, ni kitivu ambacho kipo katika ubongo wetu ambacho tunasema kinatuunganisha na infinity intelligence. Tunasema mind yetu ina sehemu, akili yetu, ubongo wetu, huku ndani huku kuna sehemu ya kitivo au karakana la kutengeneza vitu vipya. Sasa wengi huwa hawalitumii hili karakana, na Napoleon Hill anasema kama unataka kuweza, kwa hawa ambao kutokana na experience ya watu zaidi ya 500 ambao wamewahoji, basi watu hawa wote walikuwa wanalitumia hili karakana la kichwani. Na hii anasema kwamba Napoleon Hill katika kuzungumzia ubunifu, unasema kwamba maisha yetu ya kesho, maisha yale ambayo tunayafikiria, yanatengenezwa na aina ya picha ambazo tunazijenga kwenye mind zetu. Maisha yetu ya kesho yanatengenezwa na aina ya picha ambazo tunajiwekea kwenye hili karakana. Unaweza ukatengeneza something imaginative, ukatengeneza kitu ambacho ni cha kufikirika, ukatengeneza dunia yako. Yani mind ndio tunasema hakuna limit kwenye mind yetu. Unaweza kufikiria kuwa zaidi ya Elon Musk, unaweza kufikiria kuwa zaidi ya kitu chochote. Kwenye fakati yetu, kwenye hili karakana ambalo liko kichwani la ubunifu, tunaweza tukatengeneza picha ya aina yoyote ambayo tunahitaji. Lakini katika kulizungumzia hili, Napoleon Hill anasema kuna aina mbili ya katika hili karakana. Yapo makarakana tunasema limegawanyika katika maeneo mawili. Ya kwanza ni synthetic imagination, na ya pili ni creative imagination. Na synthetic imagination wanasema kwamba hii ni karakana ambalo linachanganya mawazo yaliyopo. Kwa hiyo hili hapa linakuwa na ubunifu, tuseme ubunifu mdogo, kwa sababu linazungumzia mazingira ambayo tulionayo. Kwa hiyo hili karakana kazi yake ni kuchambua mazingira ambayo umeshawahi kuya experience, ambayo unakutana nayo, na likusaidie kukupa njia. Lakini kuna creative imagination. Hili ni karakana, tunasema katika hili karakana au upande wa karakana ni karakana ambalo linatengeneza mambo mapya kabisa ambayo hayajawahi kuwepo. Na hapa ndipo ambapo unaweza ukapata mawazo mapya. Unaweza ukapata, tunasema kwa Kiswahili sijui tuiteje, lakini ni intuition na insight. Intuition ni kama kuna vitu vipi ambavyo una uhakika kabisa havijatokea au tunasema havipo. Yani hili ni karakana ambalo lina ubunifu, linaleta mambo ambayo hayajawahi kutokea. Kwa hiyo kuna hii kwa wenzetu wanaita ni revelation. Ni kama ufunuo, unafunuliwa jambo ambalo halijawahi kutokea hapa duniani au halijawahi kutokea katika zama hii. Yani huenda ni wewe peke yako hilo jambo ndo limekuja kwako. Kwa hiyo unatakiwa uweze kutambua kwamba hiki kilichokuja kimetoka katika karakana langu hili la creative imagination, na nini natakiwa kufanya ili niweze kurealize haya ambayo ninayaona. Kwa hiyo kwenye biashara au kwenye pesa, tunasema mafanikio katika biashara na katika pesa yanatokana na utatuaji wa matatizo kwa njia ya ubunifu. Kwa hiyo karakana la creative imagination ni karakana ambalo ni muhimu sana, ambalo tunatakiwa kulitumia. Hiyo ni hatua ya 5 ambayo Napoleon Hill anazungumzia. Lakini hatua ya 6 katika kitabu hiki ambayo Napoleon Hill anazungumzia si nyingine bali ni anaita organized planning, kuwa na mpango madhubuti ambao umepangiliwa, organized planning, mpango wa kina ambao uko organized. Kama tunataka kufanikiwa ni lazima tuweze kuwa na mipango thabiti. Na hii mipango Napoleon Hill anazungumziaje? Na Napoleon Hill anasema kwamba hakuna tamaa bila mpango. Yani tamaa ikiwa bila mpango, a goal without a plan is just like a wish. Ukiwa na malengo ambayo hayana mpango ni kama tamaa tu ambayo wish ni tamaa ambayo ni zile story ambazo tukikaa vijiweni wote tunatamani kuwa watu wa namna fulani. Ni tamaa ambayo haiko backed, haina misingi. Yani ni tamani sawa sana ujenge nyumba ambayo msingi wake sio imara. Hiyo nyumba obvious ni lazima idondoke. Kwa hiyo inakuwa ni kama wish. Kwa hiyo lazima mipango yetu, nasema kuwa malengo yetu yaendane na mipango. Lakini vile vile Napoleon Hill anasema kwamba watu wengi hushindwa sio kwa ukosefu wa malengo. Watu wengi wana malengo na hawashindi kwa sababu wanakosa malengo, bali ni kwa sababu wana mipango mibovu. Wana mipango mibovu,
ya kufikia yale malengo. Lakini vile vile Napoleon Hill anatusii sasa katika hatua hii ya 6, anasema tengeneza mpango wa vitendo ambao tunasema ni vitendo ambavyo utavifanya vya kila siku, kila wiki na kila mwezi na kila mwaka, ambavyo vitakusaidia kufikia malengo yako kiujumla. Lakini vile vile kuwa na mastermind group, tutakuja kuiona, au mastermind alliance, kuwa na watu ambao watakusaidia kusupport katika ndoto zako. Lakini vile vile hawa watu watakusaidia katika kuboresha mipango yako. Hilo ndo jambo la muhimu unalotakiwa kulitambua. Lakini vile vile hakikisha kwamba unarekebisha mpango wako kwa kadri mambo yanavyoenda, unaendana na mazingira. Na kule The Art of War, Sanzu anatuambia be formless like water. Usiwe na form kama maji. Yani mpango wangu mimi naelekea Kilimanjaro, lakini route hapa katikati nitabadilisha kulingana na mahitaji. Kwa hiyo mpango unabakia mule lakini unauboresha. Hatua ya 7, Napoleon Hill anazungumzia kitu tunakiita decision, umuhimu wa kufanya maamuzi. Na anasema kwamba watu waliofanikiwa katika tunasema namna yao ya kufanya maamuzi ni tofauti na watu wa kawaida. Na miongoni mwa vitu ambavyo Napoleon Hill anavizungumza katika hatua hii ni kwamba watu waliofanikiwa ni watu ambao wakishafanya calculation zao zikaenda vizuri, wanafanya maamuzi kwa haraka zaidi, kisha wanabadilisha, tunasema wanaboresha ule mpango taratibu. Lakini watu wasiofanikiwa wanachelewa sana kufanya maamuzi. Ameshapiga calculation, anaona kabisa na uwezekano wa kufanikiwa, lakini anatafuta sababu kwa nini asifanikiwe, anaamua kutokutenda. Kwa hiyo wanachelewa sana kufanya maamuzi, na akishafanya maamuzi hubadilika kwa haraka. Kwa hiyo unakuta amechelewa kuanza hiyo biashara, na akishaanza akikutana na blow moja, tungumi moja, huyo anakimbia, anaiacha. Kwa hiyo ni miongoni mwa sifa ambayo ya watu wasiofanikiwa ambao hatuhitaji. Maamuzi katika watu waliofanikiwa, tunatakiwa tuwe sharp, wa haraka zaidi katika kufanya maamuzi, kisha tunaboresha taratibu. Hili Napoleon Hill anasema iligundulika katika watu waliofanikiwa. Tunasema Napoleon Hill anasema watu waliofanikiwa hutoa maamuzi kwa haraka kama nilivyotangulia kusema, lakini vile vile wanabadilisha maamuzi yao taratibu. Lakini vile vile katika hili Napoleon Hill ana stress katika kitu tunachokiita ucheleweshaji wa maamuzi ni adui wa mafanikio. Kwa hiyo kwa wale ambao tunasema wanao struggle kufanikiwa, wanachelewesha kufanya maamuzi, alafu wakisha yafanya wanabadilisha kwa haraka. Kwa hiyo ni adui wa mafanikio, ni kitu ambacho tunatakiwa tukiweze kukiacha. Na Napoleon Hill anatukumbusha, anasema kila siku inayopita jikumbushe kwamba umefanya bold decision ya namna gani, umefanya maamuzi magumu ya namna gani, na kadri maamuzi yanavyozidi kuwa magumu ndivyo ambavyo tunasema yanaweza yakaleta impact kubwa zaidi. Hiyo ni hatua ya 7. Hatua ya 8, Napoleon Hill anazungumzia kitu tunakiita uvumilivu, persistence, ustahimilivu, persistence, uwezo wa kuvumilia, kuenjoy maumivu. Kama unataka mwili mzuri ni lazima ukienda gym kule hakunaga furaha, hakunaga kwamba eti ni raha, yani kwamba ni raha kuteseka. Hapana, hakuna mwili ambao, ndio maana watu wengi hawafanyi mazoezi. Kwa hiyo Napoleon Hill anatuambia ustahimilivu ni miongoni mwa kitu cha muhimu sana, na hatua ya muhimu ambayo inaweza kutusaidia kuweza kuthink na kugrow rich. Na hapa katika ustahimilivu Napoleon Hill anasema hii ndio hatua ambayo inawatofautisha washindi na wale ambao ni walalamikaji. Washindi na walalamikaji hutofautishwa katika eneo la moja ambalo linaloitwa persistence, ustahimilivu. Na Napoleon Hill anasema kwamba huu ustahimilivu ni uwezo wa kuendelea hata kama hakuna motivation. Unaweza kuendelea hata kama kazi haionekani, matokeo yale hayajaonekana kwa haraka. Pale ambapo unakata tamaa unakuwa na uwezo wa kuendelea, lakini vile vile pale ambapo hakuna mtu ambaye anakuamini, wewe unakuwa una uwezo wa kuendelea. Kwa hiyo ni hatua ya muhimu, hii ni hatua ya muhimu sana, na inawatofautisha washindi na wale ambao wanaishia kulalamika. Lakini vile vile Napoleon Hill anasema kwamba hakuna mafanikio bila mental toughness, bila kuwa tough katika kiakili na kuwa wavumilivu, kuwa wakomavu wa kihisia, ili tuweze kuwa wavumilivu. Na ustahimilivu unahitaji, au tunasema inahitaji kuwa mtu mstahimilivu, inahitaji mtu kuwa na sababu kubwa ya kwa nini ninatenda, the why inatakiwa iwe kubwa sana. Kwa nini ninafanya hiki ninachokifanya? Kwa nini ninaamka asubuhi? Kwa nini nimeamua kujiajiri? Kwa nini sina hela lakini nimekataa labda kuajiriwa? Kwa nini hiki na kile? Kwa hiyo lazima ile why
iwe na nguvu, lakini vile vile faith, imani nayo iwe na nguvu, lakini vile vile mpango thabiti, mpango kule tumezungumzia special, tunasema planning, tumezungumzia planning kwamba uweze kutengeneza mpango ambao ni mzuri. Kwa hiyo inahitaji mpango madhubuti, lakini vile vile inahitaji kuwa na mastermind alliance, na mastermind kuwa na watu ambao ni sahihi wamekuzunguka, ambao wanakusaidia katika kuwa na maamuzi thabiti katika lile ambalo unalitenda. Hiyo ni hatua ya 8. Hatua ya 9 Napoleon Hill hii anazungumzia sana, ni hatua special sana, na hii anazungumziwa kuhusu kuwa na watu sahihi. Specifically anasema miongoni mwa hatua za muhimu ni mastermind alliance, na katika mastermind alliance Napoleon Hill anazungumzia nguvu ya kikundi, nguvu ya kuwa na watu sahihi, nguvu ya kuzungukwa na watu sahihi. Na katika hili Napoleon Hill anasema mafanikio makubwa hayawezi katika kutaka. Kama unataka kwenda hili hapa, kuna mfano mzuri anautoa. Kama unataka kwenda kwa haraka zaidi, nenda peke yako, lakini kama unataka kwenda mbali zaidi, nenda na wenzako ambao mnafanana kila kitu, mnafanana, ni ndege ambao mnafanana. Kwa hiyo mnaruka. Kwa nini? Mnaruka kwa pamoja. Kwa hiyo mafanikio makubwa hayaji kirahisi ukiwa peke yako. Na mastermind, katika mastermind au katika huu muungano, Napoleon Hill anasema ni muungano wa akili na mbinu za kutekeleza jambo moja, za kutekeleza vision ya namna moja. Na Napoleon Hill anakutusisitiza kwamba, anasema watu waliofanikiwa ni watu ambao wanaungana na watu waliofanana katika kufikiri. Ni watu ambao wameungana na watu ambao wamefanana nao katika kufikiri. Lakini vile vile hii ukiungana na watu ni kinga dhidi ya tunasema dhidi ya stress. Sijui kwa Kiswahili neno nimelisahau, lakini ni kinga dhidi ya stress, ni kinga dhidi ya kuwa na nini wanaita nini wa mawazo, na kinga dhidi ya kuwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo mastermind alliance inakusaidia hata kama pale ambapo unakutana na changamoto ndogo hauwezi ukaziona, au changamoto kubwa, zinakusaidia kuziona hizi changamoto ni ndogo, na ile nyakati unaweza ukaipita. Lakini vile vile mawazo duni, ukiwa mwenyewe peke yako kutakuwa na changamoto nyingi. Kuna muda unakata tamaa kirahisi, lakini ukiwa na wenzako inakuwa ni rahisi. Lakini vile vile upweke katika biashara, inakuondolea upweke katika biashara au katika ndoto ambayo mnaiendea kwa pamoja. Kwa hiyo ni hatua ya muhimu sana, mastermind alliance, hatua namba 9. Hatua namba 10, Napoleon Hill anazungumzia nguvu iliyopo katika ngono. Nguvu iliyopo katika ngono tunaita si kingine, tunaita sex transmutation. Na hii katika Napoleon Hill hapa anazungumzia kwa namna gani tunaweza reach creative faculty, reach lile karakana la ubunifu liloko kichwani kwetu. Anazoa katika katika kulifikia lile karakana la ubunifu la genius. Katika kulifikia lile karakana, Napoleon Hill anazungumzia kitu tunakiita sex transmutation, na vipo vitu kama 11 kama sio 10 ambavyo Napoleon Hill anavizungumzia vinatusaidia kufika pale katika lile karakana ili tuwe wabunifu. Na Napoleon Hill anasema hivi, genius sio kitu cha ajabu. Yani wale magenius sio kwamba ni watu wa ajabu, ni watu ambao wameweza kurise mawimbi ya mawazo yao yakaweza kufika katika hili karakana la ubunifu. Na Napoleon Hill anasema katika hii sura yake, anajua kabisa hii sura anayozungumzia sex transmutation, anasema hii ndio sura ambayo huwachanganya watu wengi. Yani watu wengi wanashindwa kuelewa kiundani kuhusu sex transmutation. Hata mimi sijaisoma kwingine zaidi ya kwa Napoleon Hill, sijapata kitabu kingine. At least kama unacho ambacho kinazungumzia mambo haya, naomba unaweza ukanipendekezea. Na Napoleon Hill hapa anasema katika sex transmutation hii inaelezea nguvu ya ngono au energy, nguvu iliyopo katika ngono, energy kali ambayo inapatikana kutokana na ngono, na hii inamsaidia binadamu. Na hii tunaibadilisha ile energy iliyopo katika ngono, tunaibadilisha kwenda katika ubunifu, kwenda kuwa na tamaa sahihi. Yani energy ya ngono unaibadilisha, inakusaidia kutrigger tamaa yako na kugusa karakana lako la ubunifu. Kwa hiyo unakuwa mbunifu, na katika kazi na katika personality yako kiujumla inakuwa ni personality ya mafanikio. Napoleon Hill anasema kwamba tupeleke hii energy ya ngono katika mazingira, au tuseme katika channel sahihi, tuipeleke katika sehemu sahihi. Tuwe wabunifu katika biashara, tuwe wabunifu katika utendaji, tuwe wabunifu. Na hapa kuna mambo mengi sana katika hii chapter Napoleon Hill alizungumzia. Nitapenda
nitapenda nitengeneze video maalum kuhusu hii chapter, kwa sababu Napoleon Hill miongoni mwa vitu ambavyo anavizungumzia ni anasema mwanaume pale ambapo mwanaume anaweza akafanya kitu chochote akiwa anamhitaji mwanamke. Kwa mwanamke ambaye anampenda atafanya kitu chochote, yupo tayari kutuua watu wengine wote duniani abaki yeye na huyo mtu wake anayempenda. Sasa hii energy tunaweza tukaipeleka katika channel sahihi, tukawa na desire pia ya mafanikio, na hii tukichannel katika desire ya mafanikio au katika tamaa ya mafanikio, tunaenda kufanikiwa. Watu wengi wenye passion kubwa ndio wenye mafanikio makubwa. Kwa hiyo hata wale watu ambao wana sexual energy kubwa ndio watu wenye mafanikio makubwa. Na nakumbuka anatoa mfano katika chapter hii, tunasema ng'ombe dume yule ukimkata, wale wanao castrate wanawakata, uangalie linavyobaki, linabaki kama libwege, linakosa focus, linakosa, yani anakosa vitu vingi, anakosa focus katika maisha. Ndo hata mwanaume yuko hivyo. Kwa wale watu wenye energy, sexual energy ikiwa ni kubwa, sexual drive ikiwa ni kubwa, wanaweza wakawa na nafasi kubwa sana ya kufanikiwa. Hiyo ni hatua namba 10. Hatua namba 11 Napoleon Hill anazungumzia tunaita subconscious mind. Subconscious mind hii ni akili ndogo ambayo ndio akili kiongozi au tunaita akili iliyolala. Akili hii tunasema ndo kama hard disk ya maisha. Akili hii ndio kama hard disk ya maisha, na inapokea hisia, maneno na imani, picha. Inapokea vitu hivi hapa, inapokea hisia, maneno, imani, picha za akili, kisha inazizalisha au inazalisha matokeo kwa nje. Akili hii ndio tunasema ndo akili, ndo captain wa meli. Ndio captain wa meli, na hii inakupa kile chochote ambacho unakifikiria. Tutaizungumzia pia katika video yake. Subconscious mind ni kitu cha muhimu sana katika kutusaidia sisi kuweza kufanikiwa, na tunasema akili hii ndogo haiwezi kubishana, ni kwamba inatoa kile ambacho kipo ndani yako, inakubali unachokiipa yenyewe. Kwa kama mtu ambaye anajitamkia sana maneno, hapa tunaunganisha na auto suggestion kule, kama unajitamkia maneno ya namna fulani, siwezi, utakuwa huwezi kweli. Na hii tunaambiwaga hata kwenye dini, unavyojitamkia maneno mabaya yanatokea. Hii ndio inasababisha yale mambo yanatokea. Hii ndio ile akili ambayo inafanya kazi hata ukiwa umelala. Kwa mfano, kwa wale watu ambao wana safari asubuhi, akilala hata saa 6 anaamka asubuhi, ni kwa sababu alikuwa alishajiwekea bila shaka yoyote kwamba ni lazima niamke, na nisipoamka hakuna hii safari. Kwa hiyo nitakuwa nimepoteza hela. Yani ndio ile akili ambayo tunasema hii ni akili ambayo ukilazimisha inakuletea mambo yote ambayo unayaona nje. Control input, control kinachoingia kwako, control wale watu ambao uko nao, mazingira yako, vile vitu ambavyo unaviconsume. Kwa hiyo control input, maneno, content na watu wanaokuzunguka, ili output iweze kubadilika, ili unachokipata nje kiweze kubadilika. Kwa hiyo ni hatua ya 11. Hatua ya 12 ni ubongo, na Napoleon Hill anazungumzia kuhusu tunasema ubongo au brain, na anasema ubongo ni receiver, ndio kama tunasema ndo dishi lile ambalo linatusaidia kupokea mawimbi sahihi. Kwa hiyo ndo receiver, lakini vile vile ni transmitter, ndo kitu ambacho kinatuma kwenye, tutakuja kuona kwenye ile creative tunasema. Kuna idea moja ambayo Albert Einstein pia kupitia principle yake nadhani ya relativity anazungumzia kwa namna gani dunia au vitu vyote vinatembea katika mfumo wa mawimbi. Sasa ubongo kwa Napoleon Hill anavyozungumzia ubongo, ndo tunasema ndo receiver, ni kitu ambacho kina receive mawimbi sahihi. Kama ni radio, kama ni sijui ni Wasafi, sijui ni Clouds, ndo kitu ambacho ndo antena inasaidia kureceive, lakini vile vile kutoa signal sahihi. Kwa signal za mawazo au tunasema mawazo ambayo ni sahihi, mawazo yenye mawimbi sahihi, kama ambavyo ilivyo kwenye radio. Unaweza kuvuta mawazo, mitazamo na nguvu kutoka kwa watu wengine kupitia vibration, na kupitia kifaa hiki ambacho ni ubongo. Na Napoleon Hill anasema mawazo yako yana frequency, mawazo yako yana mawimbi, yanaenda katika mfumo wa mawimbi. Ukiwa karibu na watu wanaolalamika, frequency yako inashuka. Kwa hiyo ukiwa karibu na watu ambao ni walalamishi sana, watu wa kufeli, kuzungumza kuhusu kufeli, watu wa kufikiria mambo madogo, hawataki kufikiria mambo makubwa, na tunasema na uwezo wako pia wewe mwenyewe unashuka, frequency zako zinashuka, mawimbi yako yanashuka. Kwa hiyo kwenda kureach kule juu inakuwa ni changamoto. Lakini vile vile ukiwa karibu na achievers, watu ambao wanafanikiwa zaidi, unainuliwa kwenda juu na inakusaidia kuachieve mambo makubwa. Tutakuja kuizungumzia hii chapter pia specifically kwa wale ambao watakuwa hawajaiona
tunaielewa vizuri kwa sababu sex transmutation, brain na subconscious mind ni miongoni mwa chapter ngumu ambazo watu wengi wanashindwaga kuzielewa, na hata katika channel yetu ile ya nyuma ni video zake ambazo tumechambua zilikuwa ni video ambazo zilienda mbali zaidi. Lakini hatua ya mwisho kabisa ni nguvu, au tunasema ni nguvu ya 6. Ni nguvu ipo katika mlango ule wa 6. Sisi tuna milango ya fahamu 5, huu ni mlango wa 6. Sasa wanaita intuition au the sixth sense. Kwa hiyo hii ni ule mlango wa 6, na hii anasema ndio hatua ya mwisho na ya juu zaidi. Hii anasema kwamba hii ina hatua ya 6 ni tunasema ni wale watu ambao wana jicho. Kuna wale watu ambao wanazungumza kuhusu, kuna wale watu wanasema jicho la 6, yani ni mlango ambao hauwezi kuwa reached kwa watu wa kawaida. Ni sehemu ambayo haiwezi kuwa reached kwa watu wa kawaida. Ni sehemu ambayo watu wa kawaida wengi hawawezi kuifikia. Ni jicho ambalo wao hawawezi kuona. Sasa sio lile jicho la katika imani zile nyingine, lakini ni jicho ambalo watu wa kawaida hawawezi kulitumia katika kuona, lakini wote wanalo. Kwa hiyo ni mlango ambao hauwi accessed katika nani ya kawaida. Ni uwezo wa kuwa na maono ambayo watu wa kawaida au katika namna ya kawaida hauwezi ukaifikia. Na hapa anasema kwamba wanadamu wanapofanya hatua zingine zote kwa muda mrefu, akili huanza kupata guidance ya ndani, maamuzi mazuri bila kusita, timing sahihi. Kwa hiyo endapo tutamaster zile hatua nyingine zote, tutakuwa sharp katika maamuzi, tutakuwa sharp katika kutenda, tutakuwa sharp katika kuziona fursa. Na Napoleon Hill anasema hii ni kama business instinct au unasema business acumen. Ni wale watu ambao yani by nature akishika biashara yoyote, hata kama ilikuwa sio biashara ya kufanikiwa, unashangaa yeye anakuwa ni mtu wa kufanikiwa. Kwa hiyo hatua hii ukiwa na uwezo wa kutumia katika hatua hii, unaweza kufikia au tunaita inner signal, kufikia lile jicho ambalo ni signal au katika nani ambayo watu wengine hawawezi kufikia. Yani kiujumla ni kwamba ni jicho ambalo linaweza kutusaidia kuona sehemu ambayo watu wengi hawawezi kuona. Kwa hiyo hizo ndio hatua 13 ambazo Napoleon Hill anazizungumzia katika ambazo zinaweza kumsaidia mtu kuweza kuthink na kugrow rich. Tutakuja kuzichambua hatua specifically kwa sababu kuna chapters nyingi hapa ambazo watu wengi wanashindwa na uhakika watu wengi sana wanashindwaga kuzielewa. Kwa hiyo tutazifanyia uchambuzi zaidi. Mimi naitwa Mfaume Hassan na hii ni Siri za Vitabu. Kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, basi nakuomba uweze kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Siri za Vitabu. Lakini vile vile bonyeza bell notification ili wa kwanza kujuzwa pale ambapo tutakuwa tukiupload video za namna hii. Tutaendelea kuchambua. Hivi ni miongoni mwa vitabu bora kabisa. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Tukutane katika video ijayo.